Mchungaji, bado hujajiandaa mpaka saa hizi? Mama, bado. Baba. Mama. Samahani, jana sikuweza kukwambia. Mama mchungaji ya kuondoka, alivamiwa na wauni wakamnyang'anya kila kitu. Kwa hiyo alirudi akalala hapa. Pole sana. Aya, kajiandae basi. Yani ngikuru y'unama wakuyo haribura kila shikoresho ndeta lyakora biratabana kimba ni. Mama mchungaji. Abe mama. Unasemaje? Nilikuwa nasema nimesahau kujiandaa mama. Bwana Yesu asifiwe, mke wangu. Amina baba. Mbona umenisurprise? Hujanipa hata taarifa kama unakuja. Nimeona leo nifanyie surprise, ndio maana sikupatia taarifa ya ujio wangu. Vipi lakini kila kitu kiko sawa eh? Huko ni kwema, mimi niko sawa, hata nilikotoka pia kuna usalama. Mwana mke wangu, tokea umeondoka nimekuwa na maisha magumu sana. Yaani kila kitu nilikuwa nafanya mwenyewe. Nipike, niwe busy na masuala ya ibada, nilime kama hivi ambavyo unaona, nifanye usafi. I say, nimekuwa na maisha magumu sana. Kwa kweli kwa hilo mke wangu, nini shida tena? Si nilikuuliza ukasema uko sawa? niko sawa. Emleta begi kwanza. Pole. Nyanyuka basi twende ndani. Unakosea sana Kaniki. Nakosea nini tena mimi? Siku zako za kuingia humo ndani kushiriki tendo unazijua, lakini tangia mke wako amerudi, hizo siku zinapita tu, na hatimaye unaniacha nilale mimi peke yangu. Wewe hauoni kama unakosea? Tatizo nikiwa natoka kule ndani usiku na kumwacha mke wangu peke yake, inaweza kaniletea shida. Kwa sababu hata mwanzo ugomvi wa mimi na mke wangu ulikuwa ni vivi kumwacha peke yake usiku. Kwa najaribu tu hapa katika kuweka sawa mazingira, ni mali nisirudie makosa. Kwa hiyo sihitaji tu kumwacha tena mke wangu, maana nampenda sana. Mambo ya mke wako na wewe hayanihusu Kaniki. Nachotaka ni tendo, na nataka hiki kitu kisijirudie tena, maana kikijirudia nitajua cha kufanya. Tena sasa mbona unanitia pressure kila wakati unanitia pressure kila wakati, unanitisha sasa, unanitisha. Mbona sikia na amani mimi? Utanifanya nini sasa? Sema utanifanya nini? Sipendi kufokewa na nadhani unalijua hilo. Odi wenyewe. Mama. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina, za siku nyingi. Salama, heshima yako. Maraba. Kumbe umerudi? Nimerudi na mkeo, nilimsindikiza.
Lakini sasa nilipotaka kumleta huku akasema hapana mama, wewe endelea na shughuli zako, mimi nitafika nyumbani mwenyewe. Sasa nilikuwa naenda kwa mama John, nikaona nipitie nimsalimie baba mchungaji wangu. Oh, kumbe umerudi naye? Vipi? Nilisikia sauti ya mama, kwa hiyo nikataka nihakikishe kama ni yeye kweli. Mama. Baba, nimerudi naye. Nimerudi naye, lakini hata hivyo na siku kama 3 au 4 narudi tena mjini, kwa sababu huku nimekuja kutafuta binti aliyetulia mwenye heshima ili mwanangu aweze kumuoa. Klamu anataka kuoa? Lakini anataka mwanamke mwenye kuijua dini. Sasa na mimi nataka niende kwanza kwa mama John nimeongea naye kuhusu binti yake Eliza, ili tujue hili jambo litakuwaje. Unajua hilo ni jambo la busara sana, na kwa umri wa Klamu, kama amefikia stage mwenyewe anataka kuoa, basi ni jambo la kumpendeza Bwana. Amina baba. Sasa basi mimi niwaache. Fike salama. Haya baba. Mama, shida nini? Mtoe mshenzi nani? Mshenzi gani namzungumzia? Nimekwambia mtoe mshenzi mwenzio humo ndani. Mume wake karudi na anagonga kengele. Kama utaki, basi mkija kufumwa mtajua wenyewe. Mama, habari yako? Nzuri, habari za kazi? Salama. Nimebonyeza kengele muda mrefu. Chi yuko wapi? Yeye yuko juu amelala. Si unajua mke wako na ile hali yake. Muda wote anapenda kulala. Sawa basi ngoja nikamwone. Haya sawa. iPhone. Kaka, hii si hapo kaka hii. Oya, hivi unajua ndugu yangu, wewe unajua unaga tabia vya wizi. Hii simu unatoa wapi kaka? Umpata wapi? Nilichogundua hapa mjini maisha ni marahisi sana. Lakini ishi uwe na michongo tu mdogo wangu. Kaka, michongo gani kaka tunamiliki sisi hii iPhone ndugu yangu? Hasi ndo mambo ya kupiga picha nini kujisnap hivi kuenjoy. Oya, iPhone macho matatu. Apple. Nimekuletea chakula. Ukimaliza kupiga ndinga zako utakula. Unajua unazingua. Sisi tunaongelea kuhusu iPhone. Unajua hii simu wanamiliki watu wenye pesa hii kaka. Hii iPhone kabisa macho matatu. Unanishangaza. Kani imekwaje? Emret. Chakula kilipa. Kama utakula, kama utokula utajua mwenyewe. Hi. Tajiri. I'm sorry. Nilifika salama lakini sasa nilikuwa naongea na mdogo wangu kwa sikupata muda wa kukuambia. Pia asante sana tajiri yangu kwa hii simu ase. Sikutegemei zawadi. Asante jamani, naheshimika huko mtaani tajiri yangu ya iPhone. Kila mtu anasema, imekuwaje? Okay, ngoja kidogo tutaongea vizuri, ngoja nitoke.
Tajiri iPhone. iPhone nimefika. Hapa kuna tatizo hapa. Ni nini kile umefanya? Kumbe ni mpumbavu kiasi hicho. Hivi muda ule alivyorudi angesema apitilize moja kwa moja ndani. Hujafumaniwa? Sura yangu ningeiweka wapi mimi? Mbona unataka kunitia aibu mwanangu? Mama, ni kwa sababu haunipi muda wa kunisikiliza. Na hata kama ukinipa muda wa kunisikiliza, haunipi muda wa kunielewa. Kama ungenielewa mama yangu, sidhani kama ungenilaumu. Mimi sio kama nakulaumu, isipokuwa mwanangu, nakuonea huruma wewe katika ndoa yako. Hayo unayoyafanya wewe yalishapita hapo awali na yamefanyika sana, na ndio maana mimi napata uchungu kukupambania wewe katika ndoa yako mwanangu. Sasa katika kifo cha Kiulizo, mhusika mkuu nitakuwa mimi. Unashangaa nini? Wewe ni nani? Na kwa nini uko humu? Mimi ni nyoka, sio kiumbe cha kawaida. Na wewe nilikuwa nakusubiri kwa muda mrefu. Hapana. Hapana. Habari za huko? Za huko tunamshukuru Mungu, hatujambo. Shikamoo mama. Marahaba. Ujambo? Ujambo. Jana nimekuja nyumbani kwako sijakukuta. Nikajaribu kupiga simu yako pia nayo haipatikani. Shida ni nini mzee mwenzangu? Simu yangu limeingia maji. Na jana pia nilikuwa shamba. Si unajua maisha yetu ndugu yangu. Basi kama Mungu tu kanieleza niende shamba na kweli nimekuja nimekukuta. Vipi? Kuna jipya? Hapana. Jipya hakuna. Ila kuna habari sijui zitakuwa njema, sijui zitakuwa mbaya. Kwa kweli sielewi. Kwa nini uelewe? Nia ndo yenye kuzijua habari hizi kuwa ni mbaya au ni nzuri. Habari gani hizo? Ni kuhusu Eliza. Binti yetu? Ndiyo. Eliza amefanya nini tena? Bwana Klamu anataka ku. Na Jufu mmoja ameniachia mimi mama yake. Nimtafutie mwanamke mwenye maadili na mwenye kuijua dini. Mchungaji, bado hujajiandaa mpaka saa hizi? Mama, bado.
Baba. Mama. Samahani, jana sikuweza kukwambia. Mama mchungaji ya kuondoka, alivamiwa na wauni wakamnyang'anya kila kitu. Kwa hiyo alirudi akalala hapa. Pole sana. Aya, kajiandae basi. Yani ngikuru uyu namwe wakuyo harikura kila shikoresho ndeta lyakora byatabana kimba ni Mama mchungaji. Abe mama, Unasemaje? nilikuwa nasema nimesahau kujiandaa mama. Bwana Yesu asifiwe, mke wangu. Amina baba. Mbona umenisurprise? Hujanipa hata taarifa kama unakuja. Nimeona leo nifanyie surprise, ndio maana sikupatia taarifa ya ujio wangu. Vipi lakini kila kitu kiko sawa eh? Huko ni kwema, mimi niko sawa, hata nilikotoka pia kuna usalama. Maana mke wangu tokea umeondoka, nimekuwa na maisha magumu sana. Yaani kila kitu nilikuwa nafanya mwenyewe. Nipike, niwe busy na masuala ya ibada, nilime kama hivi ambavyo unaona, nifanye usafi. I say, nimekuwa na maisha magumu sana. Kwa kweli kwa hilo Mke wangu, nini shida tena? Si nilikuuliza ukasema uko sawa? niko sawa. Emleta begi kwanza. Pole. Nyanyuka basi twende ndani. Unakosea sana Kaniki. Nakosea nini tena mimi? Siku zako za kuingia humo ndani kushiriki tendo unazijua, lakini tangia mke wako amerudi, hizo siku zinapita tu, na hatimaye unaniacha nilale mimi peke yangu. Wewe hauoni kama unakosea? Tatizo nikiwa natoka kule ndani usiku na kumwacha mke wangu peke yake, inaweza kaniletea shida, kwa sababu hata mwanzo ugomvi wa mimi na mke wangu ulikuwa ni vivi kumwacha peke yake usiku. Kwa najaribu tu hapa katika kuweka sawa mazingira ni mali nisirudie makosa. Kwa hiyo sihitaji tu kumwacha tena mke wangu, maana nampenda sana. Mambo ya mke wako na wewe hayanihusu Kaniki. Nachotaka ni tendo, na nataka hiki kitu kisijirudie tena, maana kikijirudia nitajua cha kufanya. Tena sasa mbona unanitia pressure kila wakati unanitia pressure kila wakati, unanitisha sasa, unanitisha. Mbona sikia na amani mimi? Utanifanya nini sasa? Sema utanifanya nini? Sipendi kufokewa na nadhani unalijua hilo. Odi wenyewe. Mama. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina, za siku nyingi. Salama, heshima yako. Maraba. Kumbe umerudi? Nimerudi na mkeo, nilimsindikiza. Lakini sasa nilipotaka kumleta huku akasema hapana mama, wewe endelea na shughuli zako, mimi nitafika nyumbani mwenyewe. Sasa nilikuwa naenda kwa mama Joni, nikaona nipitie nimsalimie baba mchungaji wangu. Kumbe umerudi naye?
Vipi? Nilisikia sauti ya mama, kwa nikataka nihakikishe kama ni yeye kweli. Mama. Baba, nimerudi naye nimerudi naye, lakini hata hivyo na siku kama 3 au 4 narudi tena mjini, kwa sababu huku nimekuja kutafuta binti aliyetulia mwenye heshima ili mwanangu aweze kumuoa. Klamu anataka kuoa? Lakini anataka mwanamke mwenye kuijua dini. Sasa na mimi nataka niende kwanza kwa mama Juma nimeongea naye kuhusu binti yake Eliza, ili tujue hili jambo litakuwaje. Unajua hilo ni jambo la busara sana, na kwa umri wa Klamu, kama amefikia stage mwenyewe anataka kuoa, basi ni jambo la kumpendeza Bwana. Amina baba. Sasa basi mimi niwaache. Fike salama. Haya baba. Mama, shida nini? Mtoe mshenzi nani? Mshenzi gani unamzungumzia? Nimekwambia mtoe mshenzi mwenzio humo ndani. Mume wake karudi na anagonga kengele. Kama utaki, basi mkija kufumwa mtajua wenyewe. Mama, habari yako? Nzuri, habari za kazi? Salama. Nimebonyeza kengele muda mrefu. Chi yuko wapi? Yeye yuko juu amelala. Si unajua mke wako na ile hali yake. Muda wote anapenda kulala. Sawa basi ngoja nikamwone. Haya sawa. iPhone. Kaka, hii si hapo kaka hii. Oya, hivi unajua ndugu yangu wewe unajua unaga tabia vya wizi. Hii simu unatoa wapi kaka? Umpata wapi? Nilichogundua hapa mjini maisha ni marahisi sana. Lakini issue uwe na michongo tu mdogo wangu. Kaka, michongo gani kaka tunamiliki sisi hii iPhone ndugu yangu? Hasi ndo mambo ya kupiga picha nini kujisnap hivi kuenjoy. Oya, iPhone macho matatu. Apple. Nimekuletea chakula. Ukimaliza kupiga nginga zako utakula. Unajua wewe unazingua. Sisi tunaongelea kuhusu iPhone. Unajua hii simu wanamiliki watu wenye pesa hii kaka. Hii iPhone kabisa macho matatu. Unanishangaza. Kani imekwaje kwaje? Emret. Chakula kilipa. Kama utakula, kama utokula utajua mwenyewe. Hi. Tajiri. I'm sorry. Nilifika salama lakini sasa nilikuwa naongea na mdogo wangu kwa sikupata muda wa kukuambia. Pia asante sana tajiri yangu kwa hii simu ase. Sikutegemei zawadi. Asante jamani, naheshimika huko mtaani tajiri yangu ya iPhone. Kila mtu anasema, imekuwaje? Okay, ngoja kidogo tutaongea vizuri, ngoja nitoke. Tajiri iPhone. iPhone nimefika. Hapa kuna tatizo hapa. Ni nini kile umefanya? Kumbe ni mpumbavu kiasi hicho. Hivi
Muda ule alivyorudi angesema apitilize moja kwa moja ndani. Hujafumaniwa? Sura yangu ningeiweka wapi mimi? Mbona unataka kunitia aibu mwanangu? Mama, ni kwa sababu haunipi muda wa kunisikiliza. Na hata kama ukinipa muda wa kunisikiliza, haunipi muda wa kunielewa. Kama ungenielewa mama yangu, sidhani kama ungenilaumu. Mimi sio kama nakulaumu, isipokuwa mwanangu, nakuonea huruma wewe katika ndoa yako. Hayo unayoyafanya wewe yalishapita hapo awali na yamefanyika sana, na ndio maana mimi napata uchungu kukupambania wewe katika ndoa yako mwanangu. Sasa katika kifo cha Kiulizo, mhusika mkuu nitakuwa mimi. Unashangaa nini? Wewe ni nani? Na kwa nini uko humu? Mimi ni nyoka, sio kiumbe cha kawaida. Na wewe nilikuwa nakusubiri kwa muda mrefu. Hapana. Hapana. Habari za huko? Za huko tunamshukuru Mungu, hatujambo. Shikamoo mama. Marahaba. Ujambo? Ujambo. Jana nimekuja nyumbani kwako sijafukuta, nikajaribu kupiga simu yako pia nayo haipatikani. Shida ni nini mzee mwenzaro? Simu langu limeingia maji, na jana pia nilikuwa shamba. Si unajua maisha yetu ndugu yangu. Basi kama Mungu tu kanieleza niende shamba, na kweli nimekuja nimekukuta. Vipi, kuna jipya? Hapana, jipya hakuna, ila kuna habari, sijui zitakuwa njema, sijui zitakuwa mbaya. Kwa kweli sielewi. Kwa nini uelewe? Nyie ndio wenye kuzijua habari hizi kuwa ni mbaya au ni nzuri. Habari gani hizo? Ni kuhusu Eliza, binti yetu. Ndio. Eliza amefanya nini tena? Bwana Klamu anatapako na Jufu mmoja ameniachia mimi mama yake nimtafutie mwanamke mwenye maadili na mwenye kuijua dini.